na Elikana alipata ufunuo fulani. Sijasema kwamba ni Mungu kamruhusu Elikana aende akamwoe mwanamke wa pili, lakini ni kitu ambacho kilitokea na ikatupa funzo ya kwamba unaweza kuwa katika nchi Ana, unaweza kuwa katika kazi Ana, unaweza kuwa katika uchumba Ana, haizai au haileti matunda yoyote, lakini ukijaribu kwa Penina utagundua kwamba wewe si gumba. Maana wakati ambapo Ana alikuwa na Elikana, wangebaki hivyo, Elikana angefikiria pia ana matatizo, kumbe sehemu alikuwa ndipo pana tatizo. Lakini alipoenda kwa mtu mwingine, alipojaribu kwa mwanamke mwingine ambaye ni Penina, akagundua ya kwamba kumbe mwenye tatizo sio Elikana, akagundua kwamba sio mwenye tatizo ni mimi, lakini mwenye tatizo ni Ana ambaye hana uzazi, hazai. My God. Kumbe unaweza kuwa mahali na maisha yako yanabaki kawaida, unaanza kumwambia Mungu ni wewe ndio umefanya haya, wala unaanza singizia wachawi, wala unaanza singizia watu ambao naishi pembeni. Kumbe sehemu ulipo ni Ana. Biashara unaifanya unakutana iendelei, kumbe unashangaa unajiuliza, hao ni mimi ndio nayakopa sana, hao ni mimi ndio naipoteza hela, hao ni mimi ndio naipana vitu vingi. Kumbe upo sehemu ambapo ni Ana, lakini ukitoka pale uingie sehemu ya Penina, utagundua kwamba wewe sio gumba, utaelewa kwamba wewe hauna mkono mbaya, utagundua kwamba maisha yako isingelibaki vile. Siku zote unapokataa kutoka sehemu ulipo ambapo panakupa shida, kumbe utabaki unateseka kwenye anga ambayo haikupendi. Ndio maana Yesu akagundua akasema, mlima huu ukiona umekushinda, hamia mlima mwingine. Sio faida wala sio muhimu ufie pale ambapo haupati faida. Sio muhimu au sio hekima ukufie pale ambapo unakutana hakuna kitu ambacho kinaweza kikachange au kubadilisha maisha yako. Na Biblia inatuambia kwamba kwa sababu huyu Penina alipata watoto, akaanza kumnyanyasa na kumtesa Ana kwa kiasi kubwa sana. Na baada ya siku zilipoendelea, ikambidi Ana aifanye maombi kuwa silaha, ikambidi aifanye maombi kuwa faraja. Lakini kitu ambacho kimenibariki, haijalishi utasa wa Ana, haijalishi kukosa mtoto, lakini Elikana hakumuonyesha kuchukizwa na yeye, hakuonekana kumkataa, hakuonekana kumtenga, na mpaka ikafika kiasi akamwambia, mimi ni bora zaidi ya watoto 10. Ina maana wakati ambapo mtumishi wa Mungu au kijakazi wa Mungu ambaye ni Ana alipokuwa na huzuni, kwa faraja za Elikana ilimbidi amfariji, akamwambia, mimi mume wako ni bora zaidi ya watoto 10. Na ile kitu kikaingia ndani ya masikio ya Ana.